Hallelujah. Kama tunamu appreciate Mungu, tafadhali let us appreciate the King of Kings, the Lords of Lords, the Lord of Lords, in Jesus' mighty name. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Muumba wa mbingu na nchi asifiwe. Aliyeshikilia misingi ya dunia asifiwe. Aliyekupa uhai leo asifiwe. Aliyekukomboa asifiwe. Ambaye amekusudia uone hata kesho na miaka mingine asifiwe. Katika jina la Yesu Kristo. Unajua, nimekuwa tu nikiwaza hivi leo tukikutana na Danieli, tumuulize Mungu ni nani? Atatuambia ni Mungu ambaye hasturiwi na simba. Tukikutana na Petero, tumuulize Mungu ni nani? Atatuambia hasturiwi na maji, anaweza akakuita utembee juu. Ukikutana na wana wa Israeli, waulize Mungu ni nani? Pengine watakwambia ni Mungu ambaye ana uwezo wa kutawanya ziwa. Lakini nikikutana na wewe nikuulize Mungu ni nani? Utasema Mungu ni nani? Si uchukue tu dakika moja umwambie Bwana, nimekuja tena kukupatia ibada. Bwana, nimekuja tena ili nikuabudu. Bwana, nimekuja tena ili nikupe sifa. Bwana, nimekuja tena ili nisimame kama dhabihu. Nimekuja tena ili Bwana juu na chini ijulikane hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Bwana, hausturiwi na ziwa, wewe unagawanya. Hausturiwi na simba, unawafunga midomo. Bwana, hausturiwi na Farao. Bwana, wewe unatoa nguvu hadi Farao anawachilia watu wako. Bwana, Paulo na Sila, Bwana, hawanajua ya kwamba wewe hausturiwi na gereza, hausturiwi na minyororo. Ya make Bwana, wanapoomba na kusifu, Bwana, nguvu zako zinaposhuka, Bwana, watu wanafunguliwa. Bwana, watu wako wanafunguliwa, watu wako wanakombolewa. Bwana, hata sisi tumekuja kusema wewe ni mwema. Tumekuja kukusema Bwana ya kwamba juu na chini hakuna Mungu mwingine kama wewe, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mwingine tena ila Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena ila Baba wa mbinguni. Sijui kama tunajua huo wimbo. Hakuna mwingine tena ila Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena ila Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena, yes Lord, ila Baba wa mbinguni. Juu na chini, hakuna mwingine tena ila Baba wa mbinguni. Mtakatifu, tunasema ni asante. Na Bwana, adhuhuri ya leo tunaomba utunene. Father, what only you can do, Father, come and do it in our lives. With your power, with your might, by your love, by your grace, by your faithfulness. Father, Lord, come and do what only you can do, oh God. Wewe ndiwe Mungu uliyeziba simba midomo. Wewe ndiwe Mungu uliyegawanya ziwa, wana wa Israeli wakapita. Wewe ndiwe Mungu ambaye ulifanya Petero atembee juu ya maji. Bwana, wacha kuwe na mmoja ambaye atatembea juu ya kila hali. Wacha kuwe na mmoja ambaye atatoka na ushuhuda ya kwamba ameona simba wakizibwa midomo, ambaye atasema Bwana, nimeona Bwana akitengeza njia pasipokuwa na njia, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, wacha kuwe na mmoja atasema nilikuwa tasa kwa eneo hili,
lakini Bwana amenionekania, lakini Bwana amenitembelea. Wacha kuwe na mmoja, wacha kupatikane mmoja ambaye Bwana atasema amekuona, ambaye ataweka ushuhuda ya kwamba hakuna Mungu mwingine ila Baba wa mbinguni. Na sote tuseme amen. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, oh, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Hallelujah. Unajua, tunapokuja kwenye uwepo wa Mungu, haijarishi tuko wangapi, manake Mungu hakujagi kwa watu, anakuja kwa mtu. Amen. Praise be to God. Amen. Na kwa hivyo ni vizuri wakati kama huu wewe unajitoa, unajipeana kwa Mungu na unamwambia Bwana usinipite. Unamwambia Bwana unaponena ninenee. Unamwambia Bwana nguvu zako zinapoonekana wacha niwe mmoja, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba salimia watu 5 ama 10, waambie karibu sana, nimefurahia kukuona, Mungu akubariki. If you can declare prophetic word to them, go ahead. Waambie kutoka leo wewe umebarikiwa, mwambie kutoka leo wewe umeinuliwa, mwambie kutoka leo hautakuwa chini tena, katika jina la Yesu Kristo. Alafu uketi na mtu mmoja chini katika jina la Yesu Kristo na umwambie Pastor Njoroge amekusalimia. Oh, hallelujah. We give you glory, Lord. Yes, we honor you. We give you glory, Lord. Yes, we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Kama unashangaa tunaimba kwa nini? This is our weapon for the battle. Tunaposema you are wonderful, you are worthy, this is how we win. This is how we fight. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa vile vile nichukue fursa hii nishukuru Baba Askofu sana kwa fursa nyingine na wiki nzima ambayo tumekuwa nayo ili tuendelee kumpatia Mungu sifa. Situmu appreciate Baba Askofu hata kama hayuko hapa tafadhali. Vile vile ningependa tu appreciate watumishi wa Mungu ambao tuko nao hapa tafadhali, tafadhali. Vile vile ningependa uji appreciate kwa kuwa hapa. To appreciate praise and worship team, wamefanya kazi nzuri. Viongozi wa vita, ndio praise and worship team. To appreciate ndugu zetu instrumentalists. Na kwa njia ya kipekee tumwambie Bwana ni asante katika jina la Yesu Kristo. Oh, hallelujah. Tumekuwa na wiki nzuri, wiki safi. Na tumekuwa tukijifunza kuhusu maombi na kuhusu kushukuru, kuhusu sifa, kuhusu kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaamini ya kwamba kufikia sasa inaweza kuwa haujashika mambo mengi, lakini ninaamini ya kwamba kuna mambo mawili ama matatu ambayo umeweza kushika. Praise be to God.
na ni maombi yangu na ni ombi langu ya kwamba kila kitu ambacho umeshika kisikue tu, let it not just be in your mind, but I want you to practice it. Praise be to God. For blessed are they who not only hear, but they act out the word. Bwana Yesu asifiwe. Manake matendo ya mitume itakapokuwa ikiandikwa ya Wakenya, wacha matendo yako kama mtume vile vile iandikike. Bwana Yesu asifiwe. Kila wakati tunajifunza neno, kuna mambo 6 ambayo ningependa uyasikie. Every time you open the word of God, every time you sit in such a service, there are 6 things that you must get from that service. Praise be to God. Jambo la kwanza ambalo ama maswali ambayo lazima ujibu, swali la kwanza, is there a promise to claim? Je, kuna kitu ambacho Mungu ameweza kuniambilia ambacho ninaweza nikapokea? Is there a promise to claim? Jambo la pili, is there a lesson to learn? Kwa hivyo leo ningependa ujiulize, je, kuna promise yoyote ya Mungu ambayo ameiwachilia leo? Kuna lesson yoyote? Kuna kitu ambacho ninafaa kujifunza? Praise be to God. Jambo la tatu, is there a blessing to enjoy? Je, kuna baraka ambayo neno imewachilia ambayo ninafaa niweze kuwa ninaisherehekea katika maisha yangu? Jambo lingine, is there a command to obey? Je, kwa hilo neno kuna agizo ambalo ninafaa kutii? Is there a command to obey? Jambo lingine, is there a sin to avoid? Katika hili neno ambalo nitakuletea leo, je, kuna dhambi ambayo ninafaa kutorokea? Praise be to God. Na jambo la 6, is there a new thought? Je, kuna wazo jipya ambalo ninafaa kupokea? Kwa sababu maandiko yanasema kwamba sisi will be not conformed to the patterns of this world, but we be transformed by the renewing of our mind. So how are our minds renewed? Is by carrying the thoughts of God. Praise be to God. Na kwa hivyo hivi leo katika ibada ya leo na ibada ya wiki hiyo, ningependa ujifunze mambo hayo 6. Kwa sababu tunasoma, wacha niyarudie tena. Jambo la kwanza, is there a promise to claim? Is there a promise to claim? Jambo la pili, is there a lesson to learn? Jambo la tatu, is there a blessing to enjoy? Jambo la 4, is there a command to obey? Jambo la 5, is there sin to avoid? Jambo la 6, is there a new thought to carry with me? Kwa hivyo kila siku ukikuja kwa ibada, watumishi wa Mungu, na tumefunza, tunafaa sisi tukienda nyumbani tunajiuliza mambo haya. Je, leo kwa ibada ya leo ni nini ambacho kilinenwa ambacho ninafaa kujifunza? Ni command gani hiyo ambayo ninafaa kutoka leo niwe ninaifuata? Tumeelewa hadi hapo? Mambo hayo 6, baada ya kila ibada, baada ya service kama hii ama ambayo tumekuwa nayo wiki hii, lazima uketi chini ujiulize, nimesoma nini? Ni nini, ni maagizo yapi haya ambayo ninafaa kuanza kuyafuata? Is there a command to obey? Kuna dhambi ambayo ninafaa kuachana nayo? Na usijiulize tu, kama inawezekana kila siku baada ya ibada kuwa unajibu mambo haya 6. Praise be to God. And I promise you, at the end of 1 year, if you do this, if you follow this formula, your life will be a wonder. Praise be to God. Tukifunza shule, kwa kila lesson inakuanga na objectives, ya kwamba unamwambia mwanafunzi, baada ya hii lesson ningependa ufahamu hili na hili. Praise be to God. After every service you should be a new person, because every time the word of God is released, His grace and His power is released, His newness is released. Sijui kama mnajua, na hii tutahubiri siku nyingine, Mungu ni Mungu wanga anaanza na neno. Mungu huanzi na kukufanyia.
nitaiweka namna gani? Our God is the God of the word. And so everything that he does. Na hii kitu inani distract. Tuzime tu kama hakuna mtu wa kucheza. Tuzime tu. So kama tulikuwa wapi? God is a God of the word. Praise be to God. Mnaona inazima inaanza tena. So is God, our God is a God of the word. What that means is that what God does, God declares before he does. It means he first speaks, then performs. God will call Abraham the father of many nations, though Abraham does not have a son. So first God calls you, then he performs. Sijui kama tunaelewana. So unaweza kuwa umeketi hapa, Mungu ananena, anakuambia umebarikiwa. Kwanza huanga ananena, kisha anatenda. Maandiko yanasema in the beginning the world was without form, and God said let there be. Kwanza Mungu huanga ananena, kisha anatenda. Kwa hivyo unaweza kuwa umekaa hapa kanisani mwaka moja na uone mabadiliko. I want to tell you, do not be deceived. Everything you hear inakuanga kazi behind the scenes ambayo inakuja siku moja. If God be God, his word will come to pass. I'm saying kama Mungu ni Mungu, the never changing, that God that we say that he does not change, he does not lie and he does not fail, his word will come to pass. And because, by the way, the service today is a prophetic service, I'm just explaining to you what will start happening in your life from today. Kwa hivyo nitakuja nianze kukuita milionea. Neno la Mungu linakuita kwanza, kisha Mungu anaanza kukuwekea mikakati. Mungu atakuja akwambie kama Abrahamu, wewe ni baba wa mataifa, lakini wewe ukiangalia maisha yako hata mtoto hauna na umekuwa ukingangana kwa miaka na miaka. Lakini do not be deceived, uone kama neno la Mungu halitatimia. Manake ipo siku neno la Mungu litatimia. Praise be to God. Manake Mungu ananena kwanza, kama jinsi atanena leo, kama jinsi amekuwa akinena juma hili. Na inaweza kuwa tu menena, lakini unafeel hakuna kitu kimebadilika. But mimi every time I pray, I normally tell God, let every word that I speak, isikurudie bure. The word that I'm bringing you is a seed, and something is growing in your life. So when I declare favor, your life might not look like you are not favored, but do not be deceived. A day is coming where you begin to experience the favor of God. Nikisema kutoka leo ubarikiwe, usiamuke kesho uone hali ni ile ile, uanze kuona Mungu ni kama alikudanganya. Neno la Mungu, neno la ule Mungu mimi ninahubiri, that word is true. Mungu anawapatia wana wa Israeli, anawapatia taifa na anawaambia mimi nitawapatia taifa. Baada ya hiyo neno baada ya kupokea hilo neno, wanashikwa wanapelekwa Misri. Ingekuwa rahisi sana hawa watu kuona ni kweli neno la Mungu ni tupu, halina nguvu. Ninaongelesha mtu ambaye kila Jumapili umekuwa ukisikia neno na unaangalia maisha yako, unaona na kwamba hakuna kitu kinabadilika. Umekuwa ukikuja lunch hour na unaona ni kama hakuna kitu kinabadilika. Oh, be encouraged in the Lord, for the every word you hear, one day the Lord will perform, because our God is a God who performs his word. Usiogope kukuja unaombewa kila Jumapili. Mchungaji anasema wewe kutoka leo umepona. Do not be deceived. Inakuja siku hautahitaji dawa. Inakuja siku hautalala njaa. Inakuja siku hautakaa kwa aibu. A day is coming, be encouraged.
Usichoke kukuja ibada, usichoke kumlilia Mungu. Huyu Mungu ni Mungu wa kunena kwanza. Na ndiposa tuna maandiko, manake Mungu alishanena kwanza. Our God speaks, then he performs. Na unajua maandiko yanasema nini? Ya kwamba amelinua neno lake, ya kwamba iwe nini ama nini, lazima atatimiza neno lake. Do you know what that means? Kama kuna neno ulisikia, stay expectant, because something is growing in your womb. Inaweza kuwa utangoja miezi 9, lakini be encouraged. Inaweza kuwa utangoja miaka 20, lakini be encouraged. Mimi, this is my attitude. Every time I sit in a service, I know there is a deposit I'm receiving. Praise be to God. Manake ni rahisi shetani kukudanganya ibada ni bure. God speaks, then he performs. Ebu ambia mwenzako, God speaks, then he performs. Leo ningependa, tumekuwa tukiongea kuhusu sifa, tumeongea kuhusu maombi, na hivi leo ningependa sasa we sum it up. And that's why I'm saying this is a prophetic service. And today I want you to open your spirit, because I tell you and I assure you and I guarantee you, as from today, everybody who is here or who is watching online, you are coming back with a testimony. Unajua, juzi nimepanga maombi, na kwa hayo maombi prayer walk. Kwa hayo maombi kumekuwa na ndugu ambaye amekuwa akingangana sana kutafuta scholarship. Amengangana sijui miaka ngapi. So tukaenda prayer walk, halafu nikawasomea scripture ambayo inasema you are going to receive good news, that God is giving you good news. Anasema baada ya siku kadhaa aliniandikia that testimony, akaniambia nilimtokea kwa ndoto nikimuuliza, umejaribu kuapply shule fulani? Akaniambia ya kwamba baada ya ile ndoto yeye alienda akafanya maneno yake, na sahi ako na admission letter na scholarship ya hiyo shule. Be encouraged. Hebu anza kufungua moyo wako, because hapa one of you before the end of this year utakuwa na ushuhuda that you cannot contain it by yourself. Ushuhuda ambao unakushinda kiwango, that you will testify and we will not believe. God speaks, then he performs. Kama ni mimi wewe, ningeambia Mungu ama nikumbushe Mungu kitu ambayo nimekuwa nikiombea. Nimwambie Mungu, unajua, this has been my prayer. Nimwambie Mungu, unajua, this is my expectation, in the mighty name of Jesus. Bwana, unajua ninakungoja. Bwana, ninajua unakungoja, and I know that wewe ni Mungu wa neno lako, ya kwamba wewe sio mwanadamu udanganye, ya kwamba ukisha sema umetenda. Bwana, ninaomba utende katika jina la Yesu Kristo. Leo ningependa tuangalie the benefits, all outcomes, all fruits of thanksgiving. Benefits, hiyo vitu yote inamaanisha kitu kimoja. So unaweza andika benefits of thanksgiving, ama outcomes of thanksgiving, ama fruits of thanksgiving, ama the harvest of thanksgiving. Tulijifunza ya kwamba kuna nguvu katika sifa. Tukajifunza kuna nguvu katika maombi. Sasa ningependa nikuonyeshe matokeo ya sifa zako, matunda ya sifa zako. Ukisha panda sifa, utavuna nini?
Praise be to God. Ukisha simama kwenye pengo, utavuna nini? Manake tunaweza tukajifunza na maisha. By the way, wacheni niwaambie, the reason why watu wengine wetu bado hata leo kuna mambo tumeombea miaka mingi, sio kwamba neno la Mungu sio kweli, ni kwamba kila neno tunasikia halafu tunaendelea na maisha ya kawaida. Lakini leo ninataka nikuonyeshe outcomes. Hivyo ni kusema ya kwamba wewe ukisha simama pahali pako pa sifa, matokeo yatakuwa ni gani? Ukisha panda mbegu ya sifa, utavuna nini? Kwa hivyo leo sineni na mtu ambaye amekuja tu kusikia neno. Leo nimekuja kunena na mtu ambaye atasikia, lakini vile vile ataanza kupanda. Praise be to God. Hebu ambia mkulima mwenzako, ninakunenea kwa sababu utapanda. Ninakunenea kwa sababu utapanda. Manake kila kitu kwa ufalme wa Mungu, in fact hata Mungu analiita neno lake mbegu. Tunaweka tu msingi, nifuate tu. Mungu analiita neno lake mbegu, ya kwamba neno linapowachiliwa ni kama mbegu. Kwa hivyo hata wewe unapowachilia neno la Mungu ni kama mbegu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho unapokea unapoanza kumsifu, kitu cha kwanza ambacho unavuna unapoanza kumsifu ni kitu tunaita joy and peace. Unavuna furaha na unavuna amani. Na by the way, hii ni mavuno ya sifa, kuabudu na kutoa shukurani. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kuna matokeo ya haraka ambayo utayaona ukishaanza kusimama kwenye pengo na uanze kumwabudu Mungu, uanze kumtolea Mungu shukurani, and I want you to try this. Hii ningependa uende ujaribu. Ukishasikia kuna mambo mengi yanakusumbua, hebu tafuta tu kitu ambacho wewe unaweza mwambia Mungu ni asanti. Immediately amani ya Mungu itakujia. Immediately the joy of the Lord will fill your heart. Praise be to God. Maandiko yanatuambia katika Wafilipi 4:6 hadi 7, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. Skiza, because hatumalizagi hiyo scripture, inamalizia na kusema and the peace of God, nayo amani ya Bwana that transcends all understanding will guard your hearts and your minds. Unapoanza kufanya hivyo, maandiko imetuambia unapoanza kwenda kwa Mungu kwa sifa, once you go to God in thanksgiving, with thanksgiving, immediately the peace of God. Na tunaambiwa ni amani ambayo haiwezi elezeka na mwanadamu. Hivyo ni kusema that it is a peace that you cannot understand. That though unapitia matatizo na majaribu, though unalia, lakini kuna amani ambayo unaihisi. Praise be to God. The peace of God. Abuambia Bwana ni asanti kwa amani. Asanti kwa amani. The moment unaanza kusifu, utaanza kuvuna amani na utaanza kuvuna furaha. Kwa hivyo ukiona umeanza kukasirika kila saa, anza kujua ni wakati wako kuanza kusimama kwenye pengo ili uanze kurudisha amani na furaha katika maisha yako. Na kumbuka tulisema we don't praise kwa maana mambo yako sawa. We praise for them to go well. The moment you start giving thanks, everything starts to align. Hii sisemi iko kwa maandiko, lakini mimi hivi ndio nafanya. So unaweza ichukua. Mimi nilidiscover, wakati nilidiscover nguvu za sifa, watu wengi wanga wanaenda fasting ili kwa fasting na ninatafuta with petitions na haja.
Many people, when they go in prayer, they go with requests, petitions and needs. Lakini mimi wakati nilijua nguvu za sifa, mimi wanga kwanza ninaomba, halafu fasting yangu inakuanga ya sifa, kushukuru. Mimi hiyo ndio discovery nilifanya. Sisemi iko kwa maandiko, lakini amani inaniambia kama niko na haja, niko na kitu cha kushukuru, manake huyu Mungu hadanganyi. Praise be to God. The moment you start giving thanks, the moment you start to praise and to worship, the joy of the Lord comes to your heart. Number 2, restoration. Sasa tumeanza kuingia kwenye neno. Leo ninataka tukimbie kidogo ili tuombe. This is a prophetic service. Kwa hivyo nikisema joy, you just know that you are going out of this place with a lot of joy. As I talk about restoration, everything you have lost, you just know as you go home today, the restoration of God is visiting you one more time. Praise be to God. When believers offer gratitude, God works to restore what has been lost. Wakati tunaanza kumwambia Bwana ni asante, kila kitu ambacho umepoteza, Mungu anaanza mikakati ya kukurejeshea kila kitu ambacho umepoteza. Bwana asifiwe. Manake sifa, kushukuru, nilikwambia ni tendo la imani. It is an act of faith. Kwa hivyo kila siku unapoanza kumwambia Bwana ni asante kwa hii ndoa yangu, hata kama mambo haiko sawa, Mungu anaanza kuifanyia kazi. Praise be to God. Sijui kama mumesikia hiyo point. Kama umeanza kumwambia Mungu ni asante kwa hii biashara yangu, hata kama haiko sawa, the restoration of God, kurejeshewa, Mungu anaanza kukufanyia kazi kwa hiyo biashara. This is the secret. Oh my God. Sikiza Ayubu. Tunamjua Ayubu alipoteza kila kitu. Lakini kuna mstari ambao kwa kitabu cha Ayubu, huu mstari unani-challenge sana. This particular scripture challenges me a lot. The Bible says in the book of Job, chapter 1, 21 to 22, Ayubu akasema, amepoteza kila kitu. Lakini Ayubu akasema, naked I came from my mother's womb, and naked will I depart. Sikiza jinsi alisema, the Lord gave and the Lord has taken. May the name of the Lord be praised. Yeye hakuangalia hali yake, aseme nimepoteza kila kitu. Aseme nimepoteza watoto, nimepoteza mali. Alisema ya kwamba ni Mungu anapeana na ni Mungu anakujia. Wacha jina la Yesu risifiwe. Naye Mungu alifanya nini na maisha ya Ayubu? And God restored. Ebu ambia Mungu, ebu ambia mwenzako hapo, as you begin to give thanks. As you begin to give thanks, the Lord will begin to restore you. Kwa hivyo kutoka leo ninakupatia challenge. Usiende kuambia Mungu, Father Lord restore me. Anza sifa. Na wewe ukianza sifa, everything that is supposed to be yours, God will begin to restore. Kama kuna kazi inafaa kuwa yako, God is going to restore you. In the mighty name of Jesus. The book of Joel chapter 2, 25 to 26. Maandiko yanasema, and I will repay you for the days the locusts have eaten. You will have plenty to eat until you are full. Sikiza sasa hii. Unajua hatumalizagi hiyo scripture. Tunakwama tu pahali hapo pa I will restore. Maandiko yanasema, and you will praise the name of the Lord your God, who has worked wonders for you. And you will praise the name of the Lord, who has worked wonders for you. As you begin to give thanks, the wonder-working God, mtu aseme, the wonder-working God will be at work in my life. Sikiza Daudi. Daudi alisema, restore to me the joy of your salvation
and grant me a willing spirit to sustain me. Even joy can be restored. Kama kulikuwa na siku ulikuwa na furaha, that joy can be restored. Kama kulikuwa na siku ulikuwa na mali, hiyo mali unaweza kurejeshewa. Kama kuna siku maisha ilikuwa mzuri, unaweza ukarejeshewa. Praise be to God. And therefore thanksgiving leads to restoration. Ebu tabiria mtu mwambie kutoka leo. Tabiria mtu kwa sauti mwambie kutoka leo. May the restoration of God visit you. May the wonder-working God restore everything you have lost. Remember, God speaks, then He performs. Oh, hallelujah. Niguze tena, niguze tena, niguze tena. Number 3, increase and multiplication. The moment you begin to give thanks, my God, increase and multiplication. Na hii ninashukuru manake baba askofu alituhubiria. Thanksgiving is linked ama imeshikanishwa with your multiplication of blessings. The moment you begin to give thanks, wewe unaanza kuongeza kila kitu ambacho uko nacho. The moment you begin to give thanks, what you have begins to multiply. Praise be to God. Actually, mimi kwa kanisa ninawaambia, everything you appreciate appreciates. Praise be to God. Mnajua ku appreciate in value. Ya kwamba kila kitu wewe unashukuru, hiyo kitu kinaanza vile vile ku appreciate. Praise be to God. Katika kitabu cha John chapter 6 verse 11 to 12, maandiko yanaswambia, Jesus then took loaves and gave thanks and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to the disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. Maandiko yametuambia nini? That Jesus took the loaves, Jesus took the fish and gave thanks. Don't complain because of what you have. Take it and give thanks. Oi, watu wa Mungu tumeshika hiyo. What you give thanks for multiplies. Usitete tena kwa sababu ya mshahara yako. Enda kwa Mungu mwambie, Bwana ni asanti, manake ninalipwa 20,000. Mwambie Mungu ni asanti, manake ninalipwa 100,000. Whatever you give thanks for multiplies. Na hiyo ni siri hata Yesu mwenyewe aliitumia. And Jesus gave thanks. Wewe jiulize, kwa hiyo kitu umekuwa nayo, maybe inaisha kwa sababu hautoi shukrani. Hebu jiulize hiyo swali. Have you been giving thanks for that house, for that marriage, for that family, for that job, for that business? Bengine inaisha kwa sababu wewe sio mtu wa kushukuru Mungu. Lakini kutoka leo, give thanks. Praise be to God. This word is blessing me. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 9 verse 11 inasema, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through your generosity we result in thanksgiving to God. That Mungu atakutajirisha. Na ili akikutajirisha, wewe uwe kama chombo cha kumtolea shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie kile umepewa. Ambia mwenzako kile umepewa kinafaa kukuongoza ili kutoa sifa na shukrani katika jina la Yesu Kristo. Point number 4, healing. Hili ni juma la maombi
na kutoa shukrani. Healing is both physical and emotional. Na unaweza ukaponywa kwa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. In the book of James chapter 5 verse 13, maandiko yanasema, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call on the elders of the church to pray and anoint him with the oil in the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. Kutoka leo hata magonjwa yakikuja, anza tu kumwambia Bwana ni asante. Because you are not focusing on what you have. You are focusing on who God is and what God can do. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko hapa na uhisi vizuri, hebu nikupatie dakika moja. Hebu enda mbele za Mungu, mwambie Bwana ni asante. Asante kwa uponyaji. Asante maana umeniponya. Asante maana umenitembelea. Asante Bwana, asante Bwana, asante Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Point number 5. Protection. Akisikiza points the thanksgiving. Every time you give thanks, you are declaring protection over yourself and everything you have. Kila mara unatoa shukurani, unatangaza kila kitu nilicho nacho wacha kilindwe. It means as you give thanks because of your car, that car will always be protected. As you give thanks because of your good health, that health will always be protected. As you give thanks because of your business will always be protected. Tell your neighbor, give thanks, for that is your protection. Shukuru Mungu kwa ndoa yako, Mungu atailinda. Shukuru Mungu kwa watoto wako, Mungu atawalinda. Shukuru Mungu kwa biashara yako, Mungu atailinda. Protection. Hey. Hallelujah. Imagine ulinzi uko katika shukrani zetu. Ulinzi uko katika shukrani zetu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. That God will always be your refuge, no matter the season, no matter the time. 10,000 can fall on this side, but blessed are they that give thanks. Because always and all the time, they will forever be under the shelter of the Most High. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Father, we bless you. Through thanksgiving, you protect everything that you have. Number 6, breakthrough and deliverance. Breakthrough and deliverance. Breakthrough and deliverance. Breakthrough and deliverance. Thanksgiving creates an environment where God can move. Na hii tunaona na tulijifunza kuhusu Paulo na Sila, ambao walijua ndio tumefungwa, tuko gerezani, tuko kwa minyororo, lakini walijua sifa zetu zinaweza kuleta ukombozi. Walijua sifa zetu zinaweza kuleta ushindi. Kutoka leo sifa zako zitakupa ukombozi. Breakthrough and deliverance. Actually, Matthew chapter 1 verse 3. Matthew chapter 1. Ebu andika hii. Matthew chapter 1 verse 3. Sikuwa nimeandika hii, lakini Mungu ni Mungu wa ufunuo. Maandiko yanasema, Judah, the father of Perez. Judah, Matthew 1 verse 3. Judah, the father of Perez. Kwa maandiko hata tulielezea tukasema Judah inamaanisha nini?
sifa. Nayo Perez kwa maandiko inamaanisha breakthrough. Hivyo ni kusema maandiko yalituambia sifa zako zinaleta nini? Breakthrough. That Judah begat Perez, that praises fathers your breakthrough. As you begin to give thanks, where you have been bound, the breakthrough of the Lord visits you. Kama kutoka leo kuna pahali umejaribu sana na hakuna breakthrough, kila siku ukiamuka kuwa mtu wa imani, anza na sifa. Kama umekuwa ukingoja Mungu kwa sababu ya biashara, mwambie Bwana ni asante maana umenibariki na biashara. Praise be to God. Breakthrough. Na hapo sasa ndipo ningependa tuanze neno letu, lakini andika tu hizi, sitaziguzia leo, lakini tu ziandike. Andika the outcomes, hiyo ingine ni number 7 ama ni namba ngapi? Spiritual growth and maturity. Thanksgiving. Thanksgiving grows you. Number 8, thanksgiving brings God's presence and favor. If you want always to live and to stay in the presence of God, be a man and a woman of thanksgiving. And you'll always enjoy the presence of God and the favor of God. Hallelujah. Hiyo ingine ni spiritual protection and deliverance from evil. Now it's spiritual and deliverance from evil. Praise be to God. Now number, I think 10, glorifying God and leading others to Christ. Glorifying God and leading others to Christ. Leo ndio siku yetu ya mwisho, kwa hivyo mniruhusu nifunze kidogo. Manake this is my assignment. My assignment is to know Jesus Christ. Mimi kwanza nimjue and then to make him known. Praise be to God. And so you are getting to know him and his ways. Protection. We glorify God and we lead others to Christ. Hebu wa Kristo, hebu niangalie nikwambie kitu. Kama kuna njia rahisi ya kuhubiri ni sifa. Mnajua kwa nini watu wengi hawapendi Mungu wetu? Manake 90% of your time netikwega no turageria Ngai no ariuka. Hiyo ndio maana hata ukijaribu kuhubiria maneiba wako hawawezi, because wewe hata ukituambia Mungu ni mzuri, kwa nini wewe unashinda ukicomplain? Kuhubiri inaweza ikakuwa rahisi sana if we can learn to give thanks. Ninakwambia watu wakianza kukujua kama mtu wa sifa, wataanza kujua huyu Mungu wako kuna kitu ambayo wako nayo. Manake wakikutana na wewe kila wakati wakikuuliza mambo yako aje, Mungu ni mwema amenitendea. Kama ni kufua unafua pale, unafuaga ukiimba amenitendea, amenitendea Emmanuel. Lakini utapata Mkristo anaimba dhiokeo maga. Na huyo Mkristo saa 8 anatokea kukuja ibada, alafu mutaenda door to door. Wakristo instead tuseme Mungu bado wako kwenye kiti cha enzi, 90% of your time ni kasongo wako wapi watu wa sifa? Ndio maana tunapitia matatizo, tunang'ang'ana na hii injili. Hebu ambia mwenzako kutoka leo, saidia mchungaji kuhubiri, kuwa mtu wa sifa. Sifa itasaidia kuhubiri. The best way to evangelize is through thanksgiving. Tukienda pale kwa soko, wacheni hata kabla ya tuseme Mungu atafanya, wacheni tusimame na Mungu amefanya. Mungu ametukomboa, Mungu ametukumbuka, Mungu ameponya. The best way to evangelize is through thanksgiving. Praise be to God. Sasa sijui niko na dakika ngapi. I want us to tuchukue dakika zingine 20.
mtumishi wa Mungu. I want us to now get into the prophetic part of the service. Enda 2 Chronicles. 2 Chronicles. Sasa anza kutayarisha moyo wako. Hapa ndipo mambo yako yanatatuliwa. Anza kutayarisha moyo wako. By the way, manake leo ninamaliza sermon ya hii prophetic service ni the Valley of Blessings. The Valley of Blessings. A word within a word. Kwa hivyo watu wa media, hii tuweke kando. The Valley of Blessings. 2 Chronicles chapter 20. Na by the way, ni ujumbe wa kumalizia ujumbe ambao nilianza nao pale juma likianza. Praise be to God. 2 Chronicles chapter 20. Tuanzie pale mstari wa, wacha nione. Hapa ni wakati mfalme Yehoshafatu alipatwa na watu. Actually wacha tu tuanze na verse 1. Inasema, after this the armies of the Moabites, the Ammonites, and some of the Meunites declared war on Jehoshaphat. Messengers came and told Jehoshaphat, a vast army from Edom is marching against you, and from beyond the Dead Sea. They are already at Hazanon Tamar. This was another name for En-Gedi. Skiza verse number 3. Jehoshaphat was terrified by the news, and he begged the Lord for guidance. Munakumbuka tulisema maombi? Sasa ninataka tuingie practical. Jehoshaphat ameanza kwa maombi. Praise be to God. Number 2, he also ordered everyone in Judah to begin fasting. So the people from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord's help. Jehoshaphat stood from before the community of Judah and Jerusalem in front of the new courtyard at the temple of the Lord. He prayed. Mumeanza kuziona practically. Manake kila kitu ninafunza kiko kwa neno. Sasa nataka uione ikiwa kwa kazi. Na hivi ndio itakufanyia kazi hata wewe ukianza kuifanyisha kazi. Oh Lord, God of our ancestors, you alone are the God who is in heaven. You are the ruler of all the kingdom of the earth. You are powerful and mighty. No one can stand against you. What does that sound to you? Imagine huyu ni mfalme ameambiwa wafalme watatu wanakuja kukumaliza. Leo wameamua lazima taifa lako liwe jiji. Lakini mfalme ambaye alikuwa anamfahamu Mungu, kwanza akamwendea Mungu ili atafute Mungu amuonyeshe njia. Kisha ameanza kumsifu Mungu, anamwambia kwa mataifa, wewe ndiwe Mungu, wewe ndiwe Mungu, Mungu wa miungu, Mungu mwenye nguvu na uwezo. Tulisema ukianza kusifu nini kina happen? Now anza kwenda kwa hizo points za hapo juu. This is what Jehoshaphat knew. Our God, did you not drive those who lived in this land when your people, haya, ebu turudi nyuma kidogo. Tulisema praise God for who he is. So King Jehoshaphat amesema nini? Oh Lord God of our ancestors, you alone are God in heaven. You are the ruler of all kingdoms. You are powerful and you are mighty. What is he saying? Who God is. Now listen to the second part. Our God, did you not drive those who lived in this land when your people Israel alive? Did you not give this land forever to the descendants of your friend Abraham? What is he saying? What God has done. Aki kama ni nyinyi ni watu wa neno, hii kitu ni tamu. We are connecting everything. Your people settled here and built this temple to honor you. Na wakasema, this was the covenant. They said whenever we are faced with any calamity such as war, plague or famine, and we come to stand before your presence in this temple where your name is honored, we can cry out to you to save us and you will hear us.
and rescue us. What he's saying ni Mungu umetufunza ya kwamba kila siku tutasimama kwenye hekalu yako na tuanze kufanya mambo haya. Wewe Mungu utatusikia na wewe Mungu utatukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Are we starting to connect? Aya, number 10. And now see what the armies of Ammon, Moab and Mount Seir are doing. You would not let our ancestors invade those nations when they left Israel to Egypt. Now see what they are coming to do. And verse 12 inasema, our God, won't you stop them? Alafu yeye akaanza kujipatiana. Sasa hii ni kitu ingine ninataka uelewe. Verse 12. Wacheni tusome. God empowers us with light, with his word. Praise be to God. Haya tuanze verse 12. Na ningependa uandike mambo haya matatu. Our God, won't you stop them? Number 1, we are powerless. Andika hiyo. We are powerless. Number 2, we do not know what to do. Andika hiyo. We do not know what to do. And then number 3, akasema, we are looking to you for help. And that's surrender. Huyu ni mfalme. Mfalme mwenye nguvu. Mfalme ambaye alikuwa na jeshi kubwa. Lakini baada ya kusifu, amemwambia Mungu, sisi hatuna nguvu, hatuna uwezo. Ndio mimi ni mfalme, lakini Bwana, mimi sina nguvu na sina uwezo. Ninanenea mtu hapa ama ambaye anatutazama, ambaye anasema sina nguvu na sina uwezo. Listen to this. Jambo la pili, we do not know what to do. Nimekuja kunenea mtu, unaangalia maisha yako unasema sijui cha kufanya. I do not know what to do because of this family, because of this business, because of my destiny. Aki Mungu, sijui la kufanya. Are you here and you are saying you are powerless? Are you here and you do not know what to do? Are you here and you are saying my eyes are on you? Fix your gaze on Jesus. Hapa ndipo maandiko yameanza kuwa matamu. Tuendelee. Umeandika mambo hayo matatu. Ninakuonyesha jinsi ya kusifu. Haya, twende tuanze verse 15. Turuke hadi verse 15. He said, listen, all you people of Judah and Jerusalem. Listen, King Jehoshaphat. This is what the Lord says. Do not be afraid. Do not be discouraged by this mighty army. For the battle is not yours, but God's. Hapo ndipo tunasema the battle belongs to God. Unapoanza sifa, unakuaga umetoa vita kwako, unazipeleka kwa Mungu. Hata kama hauna nguvu, hata kama hujui ufanye nini, wewe kazi yako ni kusimama kwa sifa. Unapoanza sifa, unatoa vita kwa maisha yako, unapeleka kwa Mungu. Nimekuja kusema kama hauna nguvu, kama unasema sijui njia, patiana vita kwa Mungu. Baada ya hayo yote Mungu anamwambia Jehoshafatu na watu wote wa taifa la Juda. Juda tulisema ni nini? Kwa hivyo Mungu anawaambia sikilizeni nyinyi watu wa sifa. Ya kwamba hizi vita sio vyenu tena. Hii shida sio yako tena. But the battle belongs to God. Mungu sasa amefika. Anasema sasa umetaabika sana. Sasa nipatie wakati. Nipatie wakati sasa. Nipatie wakati. Huyu ni mfalme. Lakini anasema sasa Mungu anataka space. You have done what you needed to do. Now give me some space. You declare that I am mighty. Now giving me some space. You declare that I am powerful. Now give me some space.
Wewe ukishukuru, ulisema nina nguvu ya kuponya. Now give me some space. God speaks, then he performs. This is a prophetic service. Anza kutayarisha moyo wako. Kwa hivyo akawaambia, the battle is not yours. So praises will shift the battle. Itakuondolea vita, izipatiane kwa Mungu. Ikasema, tomorrow march out against, and you will find them coming through the Ancient of Aziz, at the end of the valley that opens into the wilderness of Jeruel. What was the name of that valley? The valley. Isimusome hapo. Into the wilderness. Wilderness ni nini kwa Kiswahili? Jangwa. Oh yes. Hiyo sitaki usahau. Nimesema ujumbe wetu ni the valley of, that valley. As God is declaring the battle belongs to me, that valley had a name. It was the valley of wilderness. Lilikuwa jangwa. Praise be to God. Tuendelee. Nitaperekana na wewe hatua kwa hatua. Tomorrow march out against them, and you will find them coming up through the Ancient of Aziz. But you will not even need to fight. Take up your position. Tumekuwa tukisema nini kwa hii ibada? Kaima nimurona hali ya tumete. Munaona pahali tuko. Take up your positions. Then stand still. What will you need to do? And watch the Lord's victory. He is with you. O people of Judah, O people of praise. Hiyo ni mimi naongeza. And Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Go out against them tomorrow, and the Lord is with you. Kwa hivyo Jehoshaphat akaanza kufuata yale mambo ambayo aliambiwa na Mungu. Na yeye alisema ya kwamba atachagua waimbaji na akaweka mbele. Turuke hadi verse 21. After consulting the people, the king appointed singers to walk ahead of the army, singing to the Lord and praising him for his holy splendor. This is what they sang. Nilisema hata sisi tuimbe jinsi wazee wale 24 wanaimba binguni. Listen to what they were singing. Give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. Kuna yale mambo matatu tulisema. Oh my God. Oh my God. Hey. Chatuendele. Listen to what Jehoshaphat did. He appointed singers. Akachagua watu wa sifa. Tulisema Juda. Akasema Juda watatangulia, watu wa sifa na kumwimbia Mungu ndio watatangulia wanajeshi. Before ulete nguvu zako, wacha sifa zako zitangulie. Aya, at that very moment they began to sing and give praise. Now listen to this. Tumesema the harvest of praise is deliverance. The harvest of praise is deliverance. The harvest of praise is victory. Maandiko yanasema at that very moment. Kumbukeni pale tulikuwa na suddenly. What the other name of suddenly? At that very moment. Suddenly. Kama pale kwa Paulo na Sila. Maandiko yanasema nini? The Lord caused the armies of Ammon and Sar to start fighting against them. The Lord has given them victory. Wakaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Pale watoto wa Israeli kazi yao ni kusifu, na pale kwingine Mungu ameanza kuwapiganisha. Kumbuka aliwaambia vita sio vyenu. Kwa nini aliwaambia vita sio vyao? Manake alijua nyinyi kazi yenu, take up your positions, begin to praise. This battle does not belong to you. Wenyewe kwa wenyewe, your enemies
will start fighting against themselves. Shida za kibiashara zitaisha zenyewe. Shida za magonjwa zitaisha zenyewe. Shida za aibu zitaisha zenyewe. As you begin to praise, the Lord will give you victory. Ebu simama dakika moja. Is there a place that you need victory? King Jehoshaphat declared, you are God. You are mighty. Kila nguvu, kila uwezo ni mikononi mwako. Today I want you, hapa tulisema ni practical. Today I want us to do it practically. I want you to declare, God, you are good. I want you to declare, God, you love me and you are loved. And I want you to declare, God, you are faithful. Na sijui kama nilisema, love is known by two things: kindness and mercy. So it does not matter whether you've not been faithful or you've not been good. In the love of God, there is mercy. So today I'm presenting to you, before the merciful God, before the kind God, I want you to declare those three things. And then I want you to declare victory over your life. Inaweza kuwa shida hazifananagi. I want you wewe sema kutoka leo, I'm walking into the victory of the Lord. Halafu tutamalizia ujumbe. Take a moment. 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 Sisiki watu wakisema wewe ni mwema. Sisiki watu wakisema wewe ni mwaminifu. Sisiki watu wakisema Bwana unanipenda. This is how you receive your deliverance. This is how you receive your victory. This is how we fight. This is how you shift the battle. You give it to God. Shift the battle, shift the battle. Wachilia vita. Wachilia vita. Wachilia vita. Wachilia vita kwa Mungu. Wachilia vita kwa Mungu. Wachilia vita kwa Mungu. Mwambie Bwana wewe ni mwema. Mwambie Bwana asante kwa upendo. Mwambie Bwana asante kwa rehema zako. Mwambie Bwana asante Bwana kwa uaminifu wako. Bwana wewe ni mwaminifu. Oh God, you are faithful. God, you are faithful. God, you are faithful. God, you are faithful. In the mighty name of Jesus, thank you for your goodness. Thank you for your love. Thank you for your kindness. Thank you for your mercy. Thank you for your faithfulness. Oh God, you do not change. You do not fail. You do not lie. In the mighty name of Jesus. Haya. Sikiza sasa. Leo ninataka mtu mmoja hapa akasirike. Aseme never again. This shame must come to an end. If God is powerful, this pain, this shame, this disfavor must come to an end. Twende, hatukuwa tumemalizia neno. Simameni tu hivyo. Verse 25. Baada ya Mungu kufanya wapigane wao wenyewe. Hii vita haikuwa yao. Lakini kwa kila vita kuna kitu Mungu anakuletea. Wacha nirudie tena. Kwa kila vita kuna kitu Mungu anakuletea. Praise be to God. Verse 25 inasema, King Jehoshaphat and his men went out to gather the plunder. Ebu imagine
hawa wafalme na hawa maadui walipoenda kupiga watu wa Juda na Jerusalem na mfalme Yehoshafatu, walikuwa wamebeba mali yao kwenda kwa vita. Imagine that confusion. Munaambiwa nyinyi bebeni dhahabu, bebeni fedha, bebeni mali yote ile ya fedha, ile mzuri, wakaenda nayo kwa vita. Sasa Mungu amefanya hawa watu wapigane wenyewe kwa wenyewe, wakauana, wakamalizana. Mali, fedha na dhahabu zinaenda wapi? You know, hivyo ndio Mungu anafanyaga. Alipofika ni kuwatoa wana wa Israeli Misri, aliwaambia, and when you go, you shall not go empty. Even from this battle, as you take up your position, I am here to declare, hata ukitoka kwa hiyo shida, you are not getting out of that problem empty. Maandiko yanasema ya kwamba Jehoshafati wakaanza kukusanya mali. Walikusanya mali siku ya kwanza, wakakusanya mali siku ya pili, wakakusanya mali siku ya tatu. Maandiko yanasema ilikuwa mingi kuliko enye wangeweza kubeba. Hawa ni watu walikuwa wanakuja kuuawa, lakini Mungu amebadilisha situation kutoka kwa kuuawa wakaingia kwa utajiri. Mungu amegeuza situation. Kila kitu adui alikuwa amepanga kukumaliza nacho, ikakuwa ndio mlango Mungu anakutengenezea kuingia kwa baraka yako. What the enemy has meant for evil, our God, the healer, the God Almighty, is turning it around. Before waanze kukusanya mali, that valley was called the Valley of Wilderness. But from that day, baada ya Mungu kuwapatia ushindi, wachani niruke kwanza. Baada ya Mungu kuwapatia ushindi, hebu tusome hii pamoja. Hii lazima usikie. Verse 26. On the fourth day, wamekusanya mali hadi siku ya 4. On the fourth day, they gathered in the valley of blessing. Ni maandiko. They gathered in the valley of blessing. Sikiza hii, hebu sikiza hii. Which got its name that day because the people praised and thanked the Lord there. Up to today, it is still the valley of blessing. Hata leo ukienda kwa map inaitwa the valley of blessing. Today nimekuja kukuleta pahali inaitwa the valley of blessing. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ninajua umekuwa kwa aibu, nimejua umepangiwa mengi, lakini as from today, as you give thanks and as you praise, ninakuinua, ninakutoa kwa jangwa, ninakupeleka hadi pahali pengine panaitwa the valley of blessing. Baraka ambayo Mungu anakuletea haitakuwa ya kutoa testimony siku moja. Utaitoa Sunday ya mbele, haitaisha. Next Sunday utakuja, utaendelea, haitaisha. Next Sunday utakuja, utaendelea, haitaisha. Next Sunday utakuja hadi Sunday ya 4 ukisema Bwana amekuwa mwaminifu. God speaks, then he performs. Sasa tumeingia the prophetic service. Sasa nataka kuongea na watu wa imani, watu ambao wamechoka, watu ambao wamechoka na aibu, watu ambao wamechoka na kuekelewa maneno, watu ambao wamechoka na shida na taabu,
watu ambao wamechoka na machozi. There is a place when we praise that is called the valley of blessings. Mungu ana uwezo wa kukutoa kwenye jangwa. Haijalishi walipapatia jina, ni wao walitupatia majina, lakini tunapoanza kusifu, maandiko yanatuambia from that day, kutoka utakapoanza kusifu, you are changing your name. Unajibadilishia jina. Hautaitwa tena tasa, utaitwa aliyebarikiwa. Hautaitwa tena maskini, utaitwa aliyebarikiwa. Change your name. This is the prophetic service. Now I want us to do declarations here. But before we do, take a moment. Pengine uko kwa hiyo jangwa. Don't make any request. I want you to praise for who he is and what he has done. And part of what he has done is where you want to go. Hivyo ni kusema, hiyo kitu umekuwa ukiomba nimekupatia katika jina la Yesu. Now I want you to praise. Kama unaweza ruka, sio mimi unarukia. Kama unaweza tembea, hautembei kwa sababu yangu, lakini ukitembea, ambia Bwana umenipatia miguu. Unaporuka, ambia Bwana umenipatia miguu. Unaposema ni asanti, ambia Bwana nimeuona uaminifu wako. Father, I've seen thy faithfulness. I've seen thy faithfulness. Father, I thank you. Kama ni biashara, mwambie ni asanti. Kama ni mali, mwambie ni asanti. Kama ni ndoa, mwambie ni asanti. Wewe ni mwema, wewe ni mwema. Anza kutoka kwa jangwa. Anza kutoka kwa jangwa. Anza kutoka kwa jangwa. Tunatoka kwa kusifu. Tunatoka kwa kusema ni asanti. Kutoka leo sibaki vile. Ninaingia kwenye the valley of blessing. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Now I want us to make some declarations. Kama umemaliza ni sawa. Now I want us to make some declarations. I want to tell you, as you are declaring what you are doing, you are speaking what God has spoken. And what you are going to be waiting for is now the performance of his word. Praise be to God. In the mighty name of Jesus, I want you to declare where you have been disappointed. I want you to declare a divine appointment. Where I have been disappointed, I declare a divine appointment. Where you have been disfavored, we declare and we declare divine favor. Where you have been forgotten, I want you to declare divine remembrance. Where you have lost, I want you to declare divine restoration. Where you have been weak, I want you to declare divine strength. Kwa milango iliyofungwa, tangaza ifunguliwe.
Tangaza ifunguliwe. Kwa chochote umepoteza, tangaza urejesho. Tangaza urejesho. Tangaza urejesho. Tangaza urejesho. For every setback, declare divine comeback. For every setback, declare I am coming back. I am coming back. For every bondage, declare divine freedom. Declare freedom. Sema ninafunguliwa. Sema ninafunguliwa. Sema ninafunguliwa. Sema ninafunguliwa. Where you have been in delay, declare divine acceleration. Sema kutoka leo ninapokea speed. Ninaanza kukimbia. Kwa hiyo delay, ninaanza kukimbia. What has taken 20 years, we declare is going to take 1 year. In the mighty name of Jesus. 1 year, 1 year, 1 year. Ebu sikiza hii. Sikiza hii. Sikiza hii. Wengine wetu tumepitia aibu. Aki nimekuja kutangaza kutoka leo. If God be God, if God is the Alpha and the Omega, Mungu aliyeziba simba midomo, aliyetengeza njia pale kwa ziwa, ninatangaza kutoka leo hautaaibika tena. Ninakuondolea aibu katika jina la Yesu. Ninasema katika jina la Yesu, jina ambalo limeinuliwa zaidi ya kila nguvu na kila jina, ninakuondoa kwa aibu. Hautaaibika tena. Wengine wenu mumekataliwa. You have applied for jobs, mumejaribu mambo and you have been rejected. Katika jina la Yesu, Mungu ambaye alimuita Petero akapitia juu ya maji, hata wewe ninakuita pahali ulipokataliwa. Kutoka leo ninatangaza kukubarika. Ninatangaza kibali katika jina la Yesu. Where you have been rejected, I declare divine acceptance. Hautakataliwa tena. Hautakataliwa tena. Wengine wetu, this is a prophetic service. That means that God is declaring, then he will perform. Ninawaambia kabla ya mwezi huu kuisha, kila mmoja wenu atakuwa na ushuhuda. Itajulikana kwamba Mungu akisha sema ametenda. Wengine wenu mumekuwa kwa vita. Haijalishi ni vita aina gani. Haijalishi kama ni vita za kibiashara. Haijalishi kama ni vita za kifamilia. Haijalishi kama ni vita za kiafya. Lakini katika jina la Yesu, jina ambalo limeinuliwa, jina ambalo lina nguvu, jina ambalo lina uwezo, ninatangaza kila vita kutoka leo. Ninakutangazia ushindi katika jina la Yesu. Oh, hallelujah. Sasa hili ni keti. Tuliongea kuhusu midnight. Tulia kidogo ndugu. Tuliongea kuhusu midnight. What the Lord has spoken to me from the first day I stood here. We are connecting it today. Tuliongea kuhusu usiku wa manane. Na tumesema sifa zinaweza kutufukisha kutoka jana hadi kesho.
vile tunakuona leo, na ningependa hata mimi muniangalie vizuri, manake huyu ni Mungu. Ningependa hata wewe, your best picture leo in the next 2 years ndio itakuwa ile TBT yako kali zaidi. I'm giving you a prophetic word. Ninakutabiria. God speaks, then he performs. Na nilisema every time you speak, you can speak two things. You can speak life and you can speak death. I'm here to speak life. I'm here to speak life. Ninanena uhai. Ninanena uhai. Kila kitu ambacho kilikufa, kiliangamia, ambacho ulipoteza, ninanena uhai katika jina la Yesu. Kama ulikuwa na biashara ikaisha, kuna Mungu ambaye anafufua. Ninanena uhai kwa hiyo biashara. Kama ulikuwa kwa ndoa ikaisha, ninanena uhai. Oh ya shalizo le parado sadi brandele zula hatale. Yekupa zila hadori zali kataya Yeshua. Yelizo li kapa jetelize limparado shatali. Rika sade belango valika shatala uvila latale. Oh Yeshua, take your place. Have your way in the mighty name of Jesus. We talked about midnight. Oh, deliverance is already taking place. I can see fire. Ninasikia sauti ya minyororo. Ninasikia aibu ikipiga nduru. Ninasikia magonjwa yakitoroka. Kuna mtu hapa ambaye chupa ya mafuta inafunguliwa, na kutoka leo you operate in a grace, in an anointing. Kutoka leo Mungu atakutumia kwa njia ya ajabu. This is a prophetic service. Ninaongea kama jinsi Roho Mtakatifu anatuongoza. Bwana, tufungue macho, tufungue masikio. Bwana, ututenee na utufanyie kazi. Sasa ningependa, kuna mambo ambayo nitakuongoza. Wakati ukuta wa Yeriko ilifika ni wakati wa kubomolewa, waliambiwa watakapozunguka mara ya mwisho watapiga sauti. Mimi ningependa nikikuongoza kwa haya maneno, kama una sauti, wacha shetani leo asikie. Praise be to God. I want us to declare open doors. Kufunguliwa kwa milango. And the first door that I want us to open is the door of progress. Mlango wa kuendelea. Nimekataa mmoja wenyu kukaa kwa the same place tena. Kwa wimbaji wako endelea. Kwa huduma yako endelea. Kwa maisha endelea. Kwa hiyo biashara endelea. And so once I declare the door of progress, I want you to shout, be opened. And then unamaliza in Jesus name. Sawa sawa. Alafu tutaenda zote katika jina la Yesu Kristo. The door of progress. Hapana, hapana. Progress haikuji namna hiyo. We want to bring down the walls of Jericho. This is where we are. The doors of progress.
the doors of greatness, the doors of joy, the doors of double blessings, the doors of supernatural favor, the doors of divine breakthrough, the doors of victory, the doors of restoration, the doors of healing, the doors of divine connections, the doors of new opportunities, the doors of growth, the doors of revelation, the doors of open heavens, the doors of family, the doors of unstoppable testimonies be open. Now I want you to raise a shout. 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 Haya ya mwisho sasa, hebu jitayarishe kuruka, manake tutamaliza kwa sifa. Kuna wimbo ambao ninapenda, see what the Lord has done. Huo wimbo originally ni wa Kikuyu, sijui kama mnajua. Ilicholewa kwa Kikuyu ikapelekwa Kizungu. Maandiko nini, wimbo inasema one yole agai ekaga. Hamuijui hiyo? Okai mwane yole agai ekaga. Lele alego shivia. Hiyo ni kama haikuwa imefika huku. Aya, sawa sawa. We will come and we will see what the Lord has done. Praise be to God. We have declared, be open. Now I want you to declare, it ends today. It ends today. In the name of Jesus, whatever is causing you sorrow, declare it ends today. Hivyo ni kusema inaisha leo. Kila kitu imefanya ulie, inaisha leo. Kila kitu imefanya ulie, kila kitu imefanya usiendelee. The failure, the weeping, the delay, madeni, the delay, the depression, the crying, kulia, poverty, oh poverty, oh poverty, sicknesses, diseases, the curses, the fear, the addictions. Now take a moment, declare anything that you want it to end today. Anything you want it to end. Asante Bwana, pokea sifa, pokea utukufu. Wewe ni mwema na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Sasa sikiza, what we have done today, this is an instruction. As from today, make sure you do that every day. Praise, give thanks. Praise, give thanks. As you praise, as you give thanks, those things that we have declared will be your new testimonies. Na nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa kukuja wiki hii nzima kwa hii lunch hour. Na ninaomba Mungu awafanye kielelezo. May God make you an evidence
of what he can do when he speaks. Nasema Mungu akufanye kielelezo, akufanye mfano wa kile anaweza kufanya anaponena, kile anaweza kufanya wakati anasema hii vita sio yako, wakati anasema mimi ndiye ninainua. Mungu awafanye mfano. Na Mungu ninakuomba, kusiwe na mmoja hapa atalia tena, kusiwe na mmoja hapa atataabika tena. Father, Lord, you have spoken in the Father, Lord, you have spoken. Now in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, this power that raised Christ from the dead, perform your word. We are in the beginning. Now let there be. Let there be the testimonies. Let there be the healing. Let there be the advancement, the growth. Let there be. Let there be. Everything we have declared today, in the mighty name of Jesus, let it be. Let it be. Perform your word. Perform your word. Perform your word. In the mighty name of Jesus. Kila mmoja wenu nimewaandikia ushuhuda katika jina la Yesu. Na kanisa la Kingdom Seekers Kitengela ninatangaza kuinuliwa, ninatangaza muendelee. Take up your position as a church of praise and thanksgiving. Kama kanisa la maombi, kama kanisa la kuwakaribisha watu wote, kama kanisa la kueneza injili. Na kwa watumishi wa Mungu, mumenishughulikia sana wiki hii. As a matter of fact, nimeongeza hadi kilo. Kila mmoja ambaye amehusika kwa njia moja ama nyingine, Mungu anapotembelea watu wake, aanze na nyinyi. Sijawahi hubiria watu ama nikaombea mtu akabaki mikono mitupu. As from today, utashika zaidi ya unaweza kupokea. Mwambie Apostle, nimeshukuru sana. Na I love that man of God. Hata kwa hiyo heshima ambayo amenipea. Na mimi, nyinyi msipomuombea, mimi ninamuombea usiku na mchana. Because hata ile huduma ambayo Mungu ameweka kwa askofu ni huduma ya ajabu. Na wacheni niwaambie watu wa Kingdom Seekers Glorious Kitengela. Shetani alikuwa na mpango, lakini Mungu alikuwa na kusudi. Mimi ninawapea kazi, simameni na huyo mtumishi kwa maombi. Every day as you wake up, pray for him. Pray for him. Hata Sunday akikuja hapa, pray for him. Yeah, unajua sisi watumishi wa Mungu kazi yetu ni kuwaombea. Tunakosa mtu, hata mimi isipokuwa pengine ni mama yangu, who else is praying for me? Tusiwachirie mtumishi wa Mungu. Pray for him. Pray for him. Sometimes hata mkikuja kanisani, akimaliza kuwaombea, sasa semeni mtumishi wa Mungu usiende, kaa hapo dakika 5. Wacha na sisi tukuombee. Baada ya ibada, sio lazima uwe wa kwanza kutoka. Keti chini. Shukuru kwa huyo mtumishi. Shukuru kwa watumishi wa Mungu ambao wako kanisa hili. Please, please, please. Pray for the servants of God. Waombeni, waombeni. Na Kingdom Seekers sasa Glorious Kitengela, msipoona pahali shetani alikuwa amewaweka nyinyi.
Nani mwingine anaweza kuja kuwaambia? Apostle yeye mwenyewe amesimama hapa amewaambia. Hii deliverance inafanywa hapa sio mchezo. Msipomuombea, pray for that man of God. Pray for the servants of God. Ombea hili kanisa, ombea Kitengela. Mungu amekuweka hapa na kusudi. Yusiko sure nitarudi lini. Wacha hiyo niache nimesema. Praise be to God. Pray for the servants of God. Na kwa hivyo mumwambie mimi ninampenda na ninamuombea. Na tutazidi kumsupport kwa kila hali, kwa kila jambo. Praise be to God. Actually kwa dakika moja, let us bless the man of God. Fungua kinywa chako. Amekubariki miaka mingi. Sasa sema abarikiwe. Sema abarikiwe popote pale alipo, kwa kazi yake, kwa huduma yake, familia yake, kila jambo, biashara zake. Sema abarikiwe. Sema abarikiwe. Waachilia baraka. Waachilia baraka katika jina la Yesu. Sema abarikiwe kwa kila jambo, aendapo, arudipo, anaponena neno la Mungu, anapoenda kwenye huduma. Sema abarikiwe. Waachilia ulinzi. Waachilia ulinzi. Mwambie Bwana mpiganie vita. Mwambie Bwana mpiganie vita katika jina la Yesu. We thank you, Holy Spirit of God. Blessed be your holy name. We honor you, Jesus. We magnify your holy name. And it is in Jesus' name we pray and we give thanks. Can somebody appreciate God? Amen. Amen. Tunashukuru sana hata kwa ajili yako kuwa hapa. Mungu wa amani endelee kuwatenda mema na endelee kuwashindania. Tukutane katika mkesha wa usiku wa leo. Let's meet to our tonight kesha. And I know that God is going to bless you. You can give your offering as we share the word of grace. And now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of our Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall be in the house of the Lord forever and ever. Amen and amen. Shalom. Tukutane katika mkesha.